Matangazo moja kwa moja kutoka Bestville, Maryland. Hii ni Kwanza Radio. Tunaangalia kuhusiana na maisha. Yanakupeleka, unayapeleka, ama namna gani? Leo tutaweza kuangalia kwa namna njema zaidi kutoka kwetu, kutoka kwa wasikilizaji wetu, lakini pia tunapenda kusikia kutoka kwako. So me tell them say we are fighting for freedom. Yo, this is Bad Bobby One representing for Reggae Time. Booyaka! Hii ni Kwanza Ring the Radio. alarm, hey, whoa. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey. Some sound like a big jump on. Listen the sound, it's a champion. Rock the dance in any session. Rock up the woman and rock up the man. Ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, ring the alarm, another sound is dying. Whoa, hey, Titato, we beat them all in a row. Amani iwe juu yenu, shalom alaikum, na salamu za upendo kwa kila mmoja wenu popote pale ulipo. Karibu kwenye Dondoo na Reggae, daraja na makutano ya nyumbani na ugenini, mahali ambapo tunakutana, tunajifunza, tunaelimishana, tunabadilishana, lakini zaidi tunashirikishana, na mwisho wa siku muziki mzuri kabisa wa reggae unatuburudisha. Mimi ni Mobelo Bandio, na kukumbusha kwamba leo ni tarehe 27, Jumamosi ya mwisho wa mwezi wa Juni. Ukipiga hesabu ni ya 26 kati ya 52 kwa mwaka 2026. Na kama ilivyo desturi, basi ni kwamba kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi huwa tunafanya kile tunaita team up, na team up na producer wangu Lucy John Bosco Kifaru, kama ambavyo anamuona kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na unaweza kutusikiliza mbashara kupitia online radio box, MyTuner Radio, Get Me Radio pamoja na TuneIn kwa kufuata ama kwa kutafuta Kwanza Radio. Na baada ya hapa unaweza kusikiliza kipindi hiki kupitia SoundCloud, tafuta Kwanza Production. Leo tunakuletea mada ambayo kwa namna moja ama nyingine inahusu kila mmoja wetu. Je, maisha yako yanaenda vile ulivyopanga? Karibu sana, hii ni Dondoo na Reggae na leo ni duet. I know, ring the alarm, another sound is suffering. Whoa, hey, a little of this sound, a little of that. Rock is the calm and rock is the battle. Rock the white and rock up the black. Sweet reggae music on the attack, yes. On the attack it on the attack. Tena sawa, natufungulia siku ya leo anakuambia ring the alarm. Ndio. Tuende namna hii. Tukiwa watoto tulikuwa na ndoto, mipango na matarajio fulani kuhusiana na maisha yetu, lakini kadri safari ilivyoendelea, wengi wetu tulijikuta kwenye njia ambazo hatukuwahi hata kuzitarajia. Kuna waliopitia changamoto, kuna waliobadilisha mwelekeo, na kuna waliogundua kusudi lao sehemu ambayo hawakuwahi hata kuifikiria. Je, maisha yako yamekwenda kama ulivyopanga? Kama yamekupeleka kule yanapotaka yenyewe, ni somo gani kubwa umejifunza katika njia hiyo? Naam, ni plot ya kwanza na safari hii ya kutafakari maisha, kushirikishana uzoefu, kujifunza kutoka kwa wengine na kufurahia muziki wa reggae inaanza siku hii ya leo. Wanasema every dream begins with hope, but not every dream follows the path we imagine. Yes. Mada ya leo, kama ambavyo unaiona, maisha yapo kama walivyopanga ama yalivyopangwa. The dreams we once had. Yes, tunataka kutambua kama maisha yanakupeleka kama walivyopanga au kama yalivyopanga yenyewe. Kama ambavyo nilikwambia pale awali, leo niko na Lucy John Bosco wa Kifaru, ambaye pia ndio mzalishaji. Na mwisho wa mwezi hivi, kila Jumamosi mwisho wa mwezi huwa tunafanya duet. Wakati mwingine tunafanya tukiwa watatu, na Haitha anapatikana, lakini naye kumpata nafikiri ni rahisi kutafuta miguu ya nyoka kuliko kumpata yeye hivi sasa. Eti anasaka maisha. Sawa. Haitha, popote ulipo tunakusubiri siku nyingine, lakini Aya, Lucy. Abe. Karibu sana. Assalamu alaikum. Shalom alaikum. Dar es Salaam wako sawa? Swari, ila kuna kijibaridi. Wakenya wanasema kuna namna, kuna njeve. Nafikiri kumepoa, baridi haiwezi kawa huko. Hakuna baridi eneo la Ikweta. Sema tu kumepoa. Nilisahau mtu ambaye niko naye hapa yuko. Haya maisha yanatupeleka.
Tuambie, ulivyokuwa mdogo ulitaka uwe nani? Ukiwa mdogo utotoni wewe uliwahi kuota kuwa nani ama ulifikiri ungekuwa nani? Mimi sijui. Yaani sielewi. Yaani hiyo utotoni sielewi, lakini nakumbuka nilipofika darasa la 5, sijiulize mwaka gani, wewe jua tu nilipofika darasa la 5. Kwetu jirani kulikuwa kuna mtangazaji anaitwa Tumaini Mesha. Okay. Kwa mama alikuwa anatangaza kipindi cha watoto wetu. Alright. So kwa kuwa tulikuwa tunakaa karibu na shule ya msingi Mapambano, kwa alikuwa anakujaga kurekodi vipindi vyake pale. Okay. Sasa unajua wanafunzi wengi walikuwa yani wanamkimbilia, wanamzunguka. Mimi nilikuwa nakaa yani nilikuwa nasimama mbali kuangalia kinachoendelea pale. Okay. Sikuwa na ile interest ya kwenda kwenye group la wanafunzi wenzangu kuojiwa nini. Kwa tunakaa mbali naangalia, lakini nilikuwa sijui nini nilichokuwa nataka. Hii nilikuwa na enjoy kuangalia mambo yanavyoenda pale. You know, wengine wamevaa headphones kama zako, ni some like ni nini kinaendelea. Nilikuwa tu na enjoy. Lakini ukiniambia nilikuwa nataka kuwa nani? Sijui nilikuwa nataka kuwa nani. Ile ilikuwa na enjoy tu kuona watu wanarekodi. Okay. Kwa hiyo mbali na hapo, ina maana katika kipindi chote cha shule ni hicho tu pekee ambacho ulikuwa umekiona mtu akija kurekodi shule ya Mapambano. Sio kwamba uliwahi kwenda sehemu kawa kwenye basi ukasema labda ningekuwa dereva, ama uko na ndege kule juu ukasema labda ningekuwa kule, au ukafika wengi mlikuwa mnatamani upolisi, maana mlikuwa mkiingia sehemu watu wananyenyekewa. Yani katika maisha yako unataka kumwambia msikilizaji hukuwahi kuwaza? Maisha yangu ya primary sijui. Mimi yani ndio hiyo kitu, hata kama tunafanya production hiki kipindi pia nilikuwa naulizwa na mimi. Kwa nini kwenda mimi sijui, ila mimi nilichokuwa nakumbuka ni kwamba nilikuwa na enjoy kuona production ikifanyika. Na tunapokaa sio mbali na kituo kimoja cha it's a media house. Kwa hiyo nilikuwa naendaga kila Jumamosi kwa kuna vipindi vya watoto. Nilikuwa nikienda sio kwamba nakaa kuojiwa, nilikuwa nakaa tu pembeni. Yani na enjoy. Sasa hiyo sio tuihitaje. But anyway, nilikuwa tu nadhani nilikuwa nataka kuwa sehemu ya media. Lini ulifikiria kwamba nataka kitu fulani kiwe sehemu ya maisha yangu? Lini ambapo ulifikiria labda media iwe sehemu ya maisha yangu, ama nini ambapo ulifikiria kwamba okay, naweza niandisha maisha yangu kwa hiki? Nilipogundua kwamba kuna myth nyingi kuhusiana na ugonjwa wa kisukari. Okay. Kwa hivyo maisha yalikupeleka? Mimi na maisha tulipelekana. In fact, mimi na maisha tunazidi kupelekana mpaka sasa hivi. Sawa. Haya ndio ambayo Lucy anazungumzia kuhusiana naye. Stories ziko tofauti kwa watu tofauti, na unaweza kutuambia pia wewe vipi, uliwaza kuwa nani, pengine ukaishia kuwa nani. Wakati mwingine story nzuri ni vipi uliwaza hata kuwa yule ambaye unataka kuwa. Kitu gani kilikutamanisha? Ngoja nikwambie. Kwenye Radio Tanzania kuna kipindi kinaitwa Tumbuizo Asiria. Nafikiri alikuwa anafanya Mari Mandelema kama sikosei. Kwenye Tumbuizo Asiria alikuwa na uwezo kujengea taswira ya kama vile yuko studio. Kama vile akiwa studio bendi zote ziko pale. Kwa hiyo alikuwa akianza kuwaita, nasikia kwamba akianza kupiga. Kitu ambacho nimekuja kugundua baadaye kwamba pengine kulikuwa kuna kile ambacho naita miskio. Kwamba anasema sasa twende tukasikilize ndugu zetu wa haya, alafu wakati anataka kuweka ngoma akajikuta kwamba ameingia ngoma ya Makonde. Utasikia ngoma ya Makonde, sogea nyuma kwanza tuwakaribishe wa haya. Kipindi cha utotoni akili yangu ilikuwa inaniambia kwamba wale watu wako studio, huyu mtu ana uwezo wa kuwamiliki wote, kumwambia nani asogee nyuma, nani, yani kama monitor fulani hivi, sogea nyuma njoo mbele. Kilikuwa ni kitu cha kwanza ambacho kinaonyesha nguvu katika kazi aliyokuwa anafanya, kwamba mtangazaji ana uwezo huu wakutuambia tusikilize nini, kisha waambie wale ambao wanakuja kutusikilizisha wasogee wakae hivi. Unasema kwamba kabla sijawakaribisha Juwata Jazz Band, nikasema kwa hiyo yani katika bendi zote za Tanzania ziko pale, ni yeye wa kuambia nani aje. Unatoka hapo unasikia kipindi cha Club Raleo Show. Vile kati ya vipindi ambavyo vilinifanya nitamani sana kazi ya utangazaji, japo haikuwa kwa sababu ambayo niko nayo hivi sasa, lakini ilikuwa sababu ya kwanza kutambua kwamba unapanga kitu chema cha kuwasikilizisha watu, lakini unaweza kaamua nani aje katika wale wote walioko studio. Na si kwa nini sikufikiria kwamba yana maana wanaishi hapa au wote bendi zinakuja bila kuwa na mpangilio. Lakini nimekuwa pale ambapo nimekuwa nikitamani kuwa pengine kazi mbili. Nilikuwa natamani sana kuwa mtangazaji, nikatamani sana kuwa fundi wa magari, na nilipoingia katika fundi wa magari nikatamani sana kuwa fundi mtengenezaji vipuri. Vyote vitatu namshukuru Mungu nimefanikiwa kuvifanya. Sasa tafsiri ya mafanikio ni kitu kingine, lakini bado maisha yananipelekesha. Nakwambia
Tuwasikilize wafuatiliaji wetu. Tuanze na Godi. Anasema maisha yamempeleka vile ambavyo maisha yametaka yenyewe. Yaani tafsiri ya kama maisha unayapeleka au inakupeleka inaweza ikawa tofauti sana, lakini wewe pia unaweza ukatuambia kwamba kwa kile ambacho ulipanga kufanya alafu baadaye ukaja kufanya. Nitakuja kwamba nilikuwa nikizungumza na rafiki yangu mmoja hapa Mishna Kato Mina, ambaye yeye pia ni mtangazaji, na yeye akanipa tafsiri yake wakati naandaa kipindi hapa. Akaniambia maisha mnapelekeshana tu, haijalishi umepanga nini, haijalishi unafanya nini, lakini kwa tafsiri ya kawaida huwezi kusema kwamba maisha unayapeleka, kwa sababu mambo mengi sana katika maisha yanakulazimisha ufanye hivyo. Sikiza Godi anasemaje. Kwa mdogo unakuwa unataka kuwa na ndoto za maisha mazuri, like uwe labda dereva wa magari, rubani hivyo, some direct yani doctor. Nilikuwa ndoto hizo za kuwa rubani kwa sababu na kazi nilikuwa naipenda, kufly, kwenda hivi, kufanya kutembea, travel hivyo. Lakini nilivyokuja kuwa mkubwa tena, maisha yaliniamulia tena namna nyingine. Maisha na muda vinaamua vitu vingine tena. So zile ndoto zikakaa pembeni, ikabidi nitafute kitu kingine ambacho kinafiti kwenye maisha ambayo niliopo nayo. Ambaye kitu gani? Kuja kufanya kazi mtaani, vibarua tu vya kawaida. Baadaye kwenye kuhangaika nikaja kuishia kwenye kazi za ufundi wa gereji. Mimi na Godi tulikuwa tuna mambo sawa, sawa, ila yeye ameishia huko, mimi nilikuwa na ndoto ya kuwa huko. Godi amesema maisha na muda. Ndio topic nzuri sana. Maisha na muda. Kwa tukiongelea kwamba maisha yananipeleka wapi au yamekupeleka wapi, tusisahau swala la muda linahusika sana, kwa sababu utakuta mtu mwingine like ana miaka 20 kashafanya vitu vikubwa, ana kampuni labda, yani yuko ana mafanikio. Tafsiri ya mafanikio hapo tutakuja kujadili. Tuishie hapa. Kuna swala la kwamba mafanikio ni nini. Kuna mbali pata kusema kwamba nikiamka asubuhi salama, nikarudi kulala salama, na katikati ya kuamka na kulala nimefanya kile ambacho ni halali na kinanipendeza, kwake ni mafanikio. Kwa ni mimi wewe. Huyo wewe ndio unasikia sasa hivi na unakundua kwamba tafsiri niliyosema inakufit, lakini namzungumzia aliyesema sio wewe. Kwa hiyo anyway, tusichukue credit ambazo. Tumsikilize Norbert. Yeye anasema kwa kiasi fulani anaziishi ndoto zake. Mimi naitwa Norbert Gabriel. Tokea ningali mdogo nilikuwa na ndoto ya kuwa mwekezaji katika soko la hisa la Dar es Salaam Stock Exchange pindi nitakapomaliza elimu yangu ya chuo kikuu. Na pindi nilipomaliza elimu yangu ya chuo kikuu, kwa sasa hivi angalau naziishi zile ndoto zangu, japokuwa kwa uchache na kwa mtaji wangu ukiwa bado mdogo. Ni sehemu mojawapo katika sehemu ya wawekezaji katika soko la hisa la Dar es Salaam Stock Exchange. Pindi nilipokuwa naanza uwekezaji nilikutana na changamoto nyingi, ikiwemo kukosa mtaji wa kuanzia, vifaa vya kuingilia, pia na elimu, kupata wataalamu experts wa soko la hisa ambao watakaoweza kunipa mimi elimu namna gani ya kuwekeza na nitumie njia gani za kuwekeza na ni kampuni gani ambazo zinafanya vizuri. Anaziishi ndoto zake. Swala la kiwango cha anachoishi ndoto zake hilo swala jingine, lakini nafikiri kuna uwanja mpana sana. Maisha yapo kama walivyopanga ama yalivyopanga yenyewe, unayapeleka na kupeleka. Rafiki yangu Misha akasema kwamba maisha kwa vyovyote vile, kwa namna moja ama nyingine, lazima yatakuwa na namna ambayo yatakuwa yanakupeleka, hata unavyopanga. Wakati mwingine unaweza kusema tu kwamba okay, labda unaziishi ndoto zako, na usio mfano leo utoa, lakini sasa narudi kwa kwamba unaweza kuwa unaziishi ndoto zako kwamba wewe ni mfanyabiashara sasa hivi, ndio, lakini kuna wakati ambao inawezekana soko likakupeleka wewe, maisha yenyewe yakakupeleka wewe. Watu walioanza biashara ya magari mwaka 2000 sasa hivi ukiwauliza watakwambia vitu tofauti, namna wanavyopata wateja na vitu vingine. Maisha yamepeleka kwa namna moja ama nyingine. Anyway, naamini wengi wetu tulikuwa na ndoto za utotoni. Kuna waliotaka kuwa marubani, wanataka kuwa madaktari, wanamuziki, wafanya biashara, ila urubani sikuwahi kuliwaza. Lakini leo wetu leo tuko kwenye sehemu tofauti kabisa. Swali langu kwenu ni je, ukiwa mtoto ulitaka kuwa nani? Je, leo upo kwenye ndoto hiyo? Na kama hapana, maisha yamekupeleka wapi? Unaweza kutuambia kwenye social media zetu, page ni kule mitandaoni, kwa mitandao ya kijamii, Meta, Kwanza Radio, Mutwiba, lakini pia Kwanza Production. Kwenye LinkedIn utampata kama Mobelo Bandio. Lucy anapatikana kama I am Lucy John Bosco kwenye Instagram, nikosoa kama nimekosea. Alafu kuna ile Lucy Johnny ile ya kaskazini pale kwenye Facebook. Alafu kuna Lucy John Bosco kwenye LinkedIn.